Bwana Mac Voice sasa amekuja kuwastua watu wengi. Sasa amekuja kuleta taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na hii hapa ni baada ya kuonekana akipiga show za chaka tu chaka katika mitaa, show ambayo tuliweza kumuona ndani yake yupo Best Naso, wapo wasanii wengi wa underground na wengine ambao wanajitafuta na vitu vingine kama hizo. Hapo moja katika vitu ambavyo vimewapeleka watu mbali sana, waliweza kukumbuka moja katika show ambazo walikuwa wanazifanya Richie Mavoko katika kipindi cha chaka tu chaka. Mac Voice ni moja katika wasanii ambao walikuja katika industry ya Bongo Flava wakiwa na mihemko mikubwa sana. Alikuja kwa spidi kubwa baada ya kuingia katika label ya Next Level ambayo ipo chini ya Rayvanny Chui. Alipokuja na ngoma yake kali kabisa ambayo inajulikana kama Nenda, alikuja na kazi kali kabisa ambayo inajulikana kama Mwenye Nyumba. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kumfanya akapokelewa na watu wengi sana, mashabiki zake wakawa wamemuelewa vizuri kabisa, akatengeneza kijiji kimoja kizuri kabisa cha mashabiki pale kupitia kazi yake ya muziki. So baada ya watu wengi kuona kwamba kuna talent fulani ipo kwa Mac Voice, watu walimwamini na kuona kabisa kwamba ni moja katika wasanii ambao watakuja kufanya poa sana. So lakini issue ya yeye kuhusika katika mchongo wa chaka tu chaka ni moja katika vitu ambavyo vimewastua watu wengi sana, baada ya kuona kwamba ni kwa nini, ni kitu gani ambacho kimemkuta Mac Voice hadi kumfanya kawa wanafanya show za chaka tu chaka. Watu wengi walipokea hii issue katika upande wa tofauti, yani nikimaanisha kwamba kuna wengine ambao waliweza kuipokea vizuri, lakini kuna wengine ambao waliweza kutafsiri kwa namna mbaya. Waliweza kumchukulia Mac Voice moja katika wasanii ambao inawezekana wapo chini ya label ya Next Level Music ambapo ipo chini ya kiongozi, yani msanii Rayvanny, lakini inawezekana kwamba kuna vitu ambavyo anavitamani ama anavitaka Mac Voice kupitia kazi yake ya muziki, lakini havipati chini ya label ya Next Level Music. Na tuhuma nzima ilikuja kwa msanii Rayvanny baada ya kuonekana kwamba kwa nini msanii wake Mac Voice anahusika katika show za chaka tu chaka. Moja katika show ambazo zinamuonesha kabisa ya kwamba Mac Voice inawezekana maisha yake kwa sasa ni magumu kiasi cha kwamba ameamua kwenda kupiga zile show za bei nafuu, zile show za chini chini ili kuweza kupata pesa ya kuweza kujikimu. Moja katika vitu ambavyo kuna baadhi ya watu wanavitafsiri pale mtaani kuona ya kwamba inawezekana maisha ya Mac Voice ni magumu kiasi cha kwamba ameamua kwenda kupiga show za bei nafuu. Lakini pia watu wengi walikuja kuibuka na kusema kwamba inawezekana Rayvanny amemwacha mtoto wa watu, amemwacha Mac Voice, yani hana mpango naye tena. Moja katika vitu ambavyo vilikuja vinawafanya watu wengi sana kujiuliza ni kwa nini msanii Mac Voice yupo kimya sana, yani hatoi ngoma, hafanyi chochote ambacho ni kikubwa kinaonekana, na kama watu ambavyo waliweza kutarajia kwamba Rayvanny kitoka WCB ataweza kuanzisha lebo yake na lebo yake itafanya poa sana kama the way ambavyo yeye alikuwa anafanya vizuri chini ya record label ya WCB. Sasa mchongo umekuja kupinduka, umekuja kuwa tofauti. Tunamuona kabisa ya kwamba Mac Voice sasa anapiga zile show ambazo Rich Mavoko alikuwa anazipiga time fulani hivi baada ya kuonekana kwamba amepotea, baada ya kuonekana kwamba maisha yake yamekuwa ni maseke sana, akaanza kupiga show za chaka tu chaka zikiwa zinaongozwa na ndugu yake Tini White. Baada ya mwanamuziki Rayvanny kama mkurugenzi wa label ya Next Level Music kuulizwa kwamba amechukuliaje mchongo wa msanii wake kuhusika katika show za chaka tu chaka, alikuja kufunguka vitu vingi sana, lakini pia alikuja kusema kwamba mchongo ambao unagusa issue ya Mac Voice kushiriki katika show kama hizo hapo ni mchongo ambao upo ndani zaidi. Watakaa chini na management pamoja na lebo watakubaliana ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea, lakini alikuja kusisitiza ya kwamba vijana wanatakiwa kusapotiwa sana, yani wasanii wadogo ambao wanajitafuta wanapaswa kusapotiwa kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia hapa kati kulikuwa na michongo ambayo ina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kwamba kuna wasanii ambao walikuwa wanaonekana kipindi cha nyuma lakini kwa sasa wamepotea sana, akiwepo Stance ambaye ni msanii alikuwepo chini ya mwanamuziki Mario chini ya Bad Nation, lakini pia alikuwepo Mac Voice na wasanii wengine ambao walihusishwa kwenye mchongo kama wapo. So watu wanautafsiri huu kimya wa hawa wasanii kwamba inawezekana labda kuna changamoto kubwa zaidi ambazo zinawakumba, zinawafanya wakae kimya kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia watu wanatafsiri ya kwamba ni maisha magumu ambayo wanakutana nayo katika kipindi hiki ambacho wapo kimya, zinawafanya wasanii kushiriki katika shows za bei nafuu kama hizo hapo. So hapa ni moja katika michongo ambayo imeshikilia headlines sana kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kwamba kuna vitu pale havijakaa sawa kwa msanii Mac Voice. Mimi nataka unidondoshe comment hapo chini uniambie ni kitu gani ambacho unahisi kimemkuta Mac Voice mpaka kwenda kushiriki shows za chaka tu chaka. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.